Maisha yana siri nzito. First and foremost, I would like to say thanks to Almighty God for today. Yo maana napenda kusema ukinizingua nitakuzingua, tutazinguana. Mngekuja kukwetu mkasikiana usemwa. Mungu akujalia watoto. Do not just call them children. Call them missions. Amen. Omba Mungu ukae kwenye mstari. Kama unatereza vile. Naam, karibu katika hii channel yangu, na leo kuna kitu nataka tukizungumzie. Kama kawaida tunaangalia mambo mbalimbali kwa jicho la tatu, katika jicho jingine kabisa, upande wa kiroho. Na leo tutazungumzia kuhusiana hii video ambayo imeonekana sana, hasa kuhusiana na huyu binti huyu. Nitazungumzia hili swala kwenye upande wa kiroho zaidi. Na unajua tukiwa bado watoto, kuanzia miaka kama 0 mpaka 13, 14 au 15 pale, tutakuwa bado tuko vizuri, tuko wasafi, tuna malaika wengi wanatuzunguka na wanatuonesha njia zetu ambazo huko mbeleni tutakuwa nani. Maana binadamu yoyote lazima ana kitu ambacho kimemleta hapa duniani, huko mbeleni atakuwa nani. Na tukiwa wadogo kuna vitu mbalimbali vinafanyika ambavyo vinatutambulisha kwa baadaye, na ni kwa sababu tuko na malaika wengi wanatuzunguka, wanatuongoza maisha yetu kwa safi. Bado dunia hajatuvuruga, bado tujaingia kwenye mapombe, kwenye mambo ya anasa kama ngono, uchafu mwingine wote ambao unaweza kuwapeleka malaika wakakaa mbali nasi. Kabla tujavurugikiwa, maisha yetu yanakuwa yapo kwenye, manake tukubali tukatae, life is spiritual, kama anavyosema baba yangu wa kiroho hapa. Spiritual life is real, my friend. Spiritual life is real. This is what the Bible says. Maana vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama. Na kama life is spiritual, ina maana hakuna mtu ambaye amekuja tu hapa duniani amejileta. Kuna script, tuna ramani zetu kwamba wewe utatoka hapa, utaenda huku, utakuja kuwa nani. Kama nilivyosema mtumishi wa Mungu hapa, baba yangu wa kiroho. Kuna hiyo ramani, there is a map ya maisha yako of your life ambayo Mungu and God aliweka kwa ajili yako, that he put in for you. Na unaweza kuwa na ramani yako, and you might have your map, lakini isiwe kwako, but it might not be to you, ikatumika na watu wengine, and it might be used with other people. Mungu, God, ameiweka ramani yako, you have put your map iwe maisha yako, to be your life. Kuna ramani ya ukoo wenu, There's the map. kuna ramani ya familia yenu, There's the map of kuna ramani ya kijiji chenu, there's the map of kuna ramani ya nchi yenu. there's the map of your Zote zinahusiana na wewe. all of them they involve you. Sema amen. Say it. Lakini kuna ramani yako, But there is your map. Na hata kama huamini kama life is spiritual, na labda huamini mambo ya dini, unaamini vitu vingine, tuseme labda unaamini science, lakini pia hata kwenye science siku hizi mambo yamebadilika. Maana tumezoea especially kwenye physics, Newtonian physics ama hii classical physics, ni kwamba tuna deal na vitu ambavyo viko observable, vitu physical, physics ambayo hii ya Isaac Newton. Lakini pia kuna physics nyingine, hii quantum physics, ambayo inadili na vitu ambavyo viko kwenye subatomic level. Na in quantum physics there is no difference between the past, the present and the future. Yani tofauti kati ya muda uliopita, uliopo na ujao ni hakuna tofauti. The same way it goes in the spiritual life. Katika maisha ya kiroho, swala la muda uliopita, uliopo na ujao, hakuna tofauti sana. So in either way, unaamini katika masuala ya kidini, spiritual life, au hauamini, still the truth will remain, kwamba kila binadamu ana script yake hapa, ana formula yake ya maisha, ana ramani yake
kwamba atakuja kuwa nani. Na ndio maana tukiwa wadogo kuna vitu tunavifanya ambavyo vinatutambulisha uko mbele. Kwa mfano labda ukiwa mdogo wewe ulikuwa unapenda sana kucheza mpira na nini, unajua mbeleni wewe atakuja kuwa mcheza mpira. Mtu labda akiwa mdogo anapenda sana organize events na nini, unajua baadaye atakuja kuwa kiongozi wa mambo ya event ya nini. Mtu labda anapenda kuwa kiongozi kabisa shuleni, either kwenye upande wa dini, kiongozi UKWATA, kiongozi TYCS, au kiongozi wa shule tu kawaida labda kiranja. Tunajua baadaye huyo atakuja kuwa kiongozi, unaona? Mfano pia hata kwa mambo ya mahusiano mbalimbali. Unakuta mtu mpo shule ya msingi, anaenda sekondari, anaenda mpaka chuo. Yaani hata kila shule anayohamia, unakuta mtu ambaye ni Muhindi, marafiki zake ni Waswahili. Unakuta siku za mbeleni huko ameoa au ameolewa na Mswahili, au anafanya biashara na Mswahili. Unakuta mtu ni Mswahili, marafiki zake shule ya msingi walikuwa Waarabu, sekondari Waarabu, chuo Waarabu. Unakuta siku za mbeleni ameoa au ameolewa na Mwarabu, au ameenda kuishi Waarabuni. Unakuta mtu ni Mswahili, marafiki zake ni watu fulani hivi. Unakuta siku za mbeleni ameoa au ameolewa au ameenda kuishi huko. Inakuwa ni nafsi yake inazungumza tangu akiwa mdogo, inaelekea inamvuta kule ambako destiny yake iliko. Halafu vitu kama hivyo sio kwamba ana force, yani vinatokea tu, yani anateleza tu. Kuna watu wengine mambo yako rahisi kwa sababu ramani inaenda tu, iko laini tu, inaunganishwa, watu wanaenda kama unatereza vile. Like you're just sliding. Point yangu kubwa ndio tunakuja hapa kwa huyu binti. Unajua tukiwa wadogo tunakuwa bado tuko wasafi. Malaika wengi wanatuzunguka na mambo mengi yetu yanaenda vizuri, na ndio muda ule ambao tunakuwa hatuna fear. Maana tunakuwa bado ni viumbe wasafi kwa kifupi, na ndio muda huo ambapo unaweza ukautumia kujielewa wewe au kumuelewa mtoto wako. Kuanzia miaka 0 mpaka 14, 15 pale mtu bado hujachafuliwa na mambo ya dunia. Hujaingizwa kwa mambo ya mapombe, mambo ya ngono, na mtu bado hujafanya labda mambo ya mibange. Inakuwa ni mtu unakoko msafi. Dunia bado haijakuchafua, haijakuvuruga, hujaingia kwenye mambo ya hovyo, mambo ya ngono. Bado hujakutana, kama wewe ni msichana bado hujakutana kina Side boy. Kama wewe ni mvulana bado hujakutana kina Aisha, kina Majuma Ndala Ndefu, bado hujakuvuruga. Hata bado hujaingia kwenye mapombe huko, kwenye mabanki, mavitu yote ya hovyo ambayo yanakuvurugia ramani ya maisha yako. Na ndio huo muda ambao unaweza ukamuelewa mtu kwamba huyu siku za mbele atakuja kuwa nani, kwa sababu malaika bado wako naye, wanamzunguka na wanampa direction. Kwa hiyo ndio mida ambayo bado hujachanganywa na dunia. Sasa kama nilivyosema, sababu maisha haya ni mambo ya kiroho, kama wanavyosema baba zangu wa kiroho hapa. Maisha yako, your life, 99% yana operate kiroho. They operate spiritually. Let me tell you, spiritual life is real, my friend. Spiritual life is real. Naam, kwa kuwa maisha ni masuala ya kiroho, malaika wanakuwa na kuguide kwenye njia yako, na kwa bado hujatoka. Maana yake binadamu wote hao sisi kuna script inatuongoza. Tumekuja hapa hatujaja kizembezembe tu, kuna script ambayo ukitembea nayo ndani yake, ndani ya hiyo ramani, maisha yako yanakuwa yamenyoka kama hujavurugwa. Kama anavyosema mtumishi hapa. Ndio maana watu wa giza wa kiroho, that's why people of darkness, the spiritual, wanakuweza mwilini, they overcome you in the flesh, kwa sababu because wamecheza huko. Sasa watu wa Mungu, hayo maandiko yaliyoandikwa hivi, inawezekana ile andiko hujawahi kuliona, lakini haimaanishi kwamba hivyo vitu havipo. They are there. Kwa nini tunakusisitiza sana ujifunze maneno ya Mungu? Kwa sababu fact ya kwamba kuna maandiko hujayaona haimaanishi kwamba adui ambaye anatakiwa kupingwa kutokana na andiko fulani hata kuja. Mfano Biblia ikwambia vita vyetu sisi juu ya damu na nyama, uwe na uhakika ikogo hivyo. Manake there is a war continues, yes, in the spiritual realm. Niwaambie kitu,
Yes. A mysterious problem must be solved in a mysterious way. Hata sisi matukio mengine yanayotukuta kwenye maisha yetu ya kishirikina, ya kichawi, upinzani ambao haueleweki, vitu ambavyo tunataka to solve with mind, tunataka to solve na elimu. No, please understand, where there is a spiritual attack, there is no brain solution that can solve. A mysterious problem will be solved by a mysterious solution. This is why we have Signs and Tokens. This is why we have this book like Signs and Tokens. Doing the correlation, you do the things there. Yes. Why? Because the mysterious issues that you see. Wengine mnaamka asubuhi mmenyolewa fanyo. A mysterious thing that is happening to you must be solved by a mysterious reasons and ways. Never take life for granted. Never. Mysterious problems in your life must be solved by mysterious divine solutions. It's important. Sasa ukitembea ndani ya ramani unakuwa uko vizuri. Sasa binti huyu hapa, kwa swala la kiroho tukiangalia, wamezungumza watoto wengi hapa. Hakuwa peke yake. Kuna hawa wamezungumza, walikuwa na vipande vyao, lakini yeye peke yake ndio ameng'aa. Na sio kwamba ameng'aa tu hivyo hivyo kwamba kisa ameongea with confidence, lakini kikubwa zaidi ambacho nimekiangalia jicho la kiroho zaidi, angalia, ameachiwa kiti. Hii inaashiria huko mbeleni, hata kama sio kwamba awe atakuwa rais, lazima atakuwa ni kiongozi mkubwa, mtu mkubwa, sio kizembezembe tu. Yani Rais Mama Samia sio kwamba ameachia tu kiti hivi, kuna kitu mwenyewe pia kimempush. Yani maisha yetu haya yanaongozwa na mfumo ambao sisi hatuoni kikawaida hapa, spiritual life. Sasa mama paka amemwachia kiti, amempigia makofi hapo. Sio bahati mbaya, sio bahati nzuri, sio bahati tu. Yani hii ni katika formula, katika script, katika ramani ya maisha yake, kwamba hii ni reflection, hii ni ishara. Nafsi yake inazungumza. Manake sio kila mmoja anaweza akaachiwa kitu na rais akizembezembe tu hivi na akapigiwa makofi. Na rais sio kwamba ameamua tu yeye, ni kitu ambacho kimemsukuma akafanya hivi. Manake kuna event nyingi zimetokea, watu hawajawahi kuachiwa viti. Kwa mfano ndugu yetu hapa, yeye kwanza kabisa alisema hawezi kuwa rais. Of course ni kama kwenye utani na nini, lakini ni kitu ambacho nafsi yake inamwambia, hata kama ni kwenye jokes na nini. Na pia ni kwa sababu umri aliofikia inawezekana ameshavurugwa tayari, yani mambo mengi yametokea hapo katikati. Kwa hiyo anaona kabisa kitu hiki kipo nje yake. Na kama unavyoona amepiga tu picha na rais, lakini hakuweza kuachiwa kiti. Ila mngeni sana bana. Wewe nikikuangalia kabisa uliumbwa kuwa rais. Makofi kwa mama jamani. Mama, binafsi mimi siwezi kuwa rais, ili nakuhakikishia. Kwa sababu jina langu tu alisadifu kuwa rais. Wewe jina lako linasadifu Samia, wanasema elevated, mtukuzwa, Suluhu Hassan. Mama, mimi naitwa Saidi. Sasa kwa huyu binti nazungumza nini? Siku za mbeleni anaweza akawa kiongozi Tanzania au nje ya Tanzania, hata huko UN, hata wapi, lakini ni kitu ambacho kipo ndani yake, na inabidi wazazi wake wamtazame vizuri, wakae naye vizuri. Na bahati nzuri ameongelea habari za kumhusiana na Mungu. Kwa hiyo maana anamtambua Mungu vizuri na aendelee kukaa na Mungu. Maana hii ni ishara nzuri kwa mbeleni atakuja kuwa nani. Kama wazazi wake na ndugu zake wa huyu binti wako very serious, wakae naye vyema. Kwa maana watoto, kama anavyosema mtumishi hapa kuhusiana na watoto, Mungu akujalia watoto, do not just call them children, call them missions. Amen. Tag them as missions. Amen. Kids, Biblia inasema hivi, wana ni mishale. Ni mishale. Kama wazazi wanafikiria mbali, hiyo ni message. Hiyo ni message, wasichukulie hivi hivi, na walimu wake wasichukulie hivi hivi.
either atakuwa kiongozi either hapa nchini au kwenye UN. Yani lazima atakalia kiti kikubwa mbele za watu. Yani hiyo ni map inazungumza the future. Kumbuka kwenye quantum physics ama kwenye mambo ya kiroho hakuna tofauti kati ya present, past and future. Na maana hiyo ngoma inazungumza huko mbele itakuwaje. Na kama akitembea vizuri kwenye ramani atakaa huko. Tukae vizuri na watoto wetu, tuweze kuwaweka kwenye ramani zao vyema. Na huu ni ushauri kwa wazazi wa huyu binti, na sio kwa wazazi wa huyu binti tu, hata wewe kama una watoto ukae nao vizuri. Maana yake watoto sio tu vitu ambavyo vimejitokeza tu. We should not treat our children as physical objects. Watoto, we have to view and treat them in a spiritual way, spiritual manner. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Naposema tuwalinde watoto wetu, tuangalie watoto wetu, we must protect our children, na maanisha kweli, kwa maana unajua kuna kitu kinaitwa wezi wa ramani, au mtu anakuibia script yako ya maisha. Zamani, miaka ya zamani, kulikuwa na kitu kinaitwa slave trade, biashara ya utumwa. Yani hiyo mtu unauzwa mzima live kabisa, physical body, physical being unauzwa. Lakini sasa hivi, sio sasa hivi tu, of course hii mambo ipo, lakini elimu nyingine kabisa hii. Kuna kitu kinaitwa soul market. Mtu unauzwa bila wewe kujijua. Mtu anauza script yako. Na ni jambo la kibiblia kabisa. Ukisoma katika Biblia, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18, utaona hapo kuna hawa merchants of souls. Hebu tumsikie mtumishi hapa kidogo. Watu ambao ni wanaji, people who are astrologers, waganga wa kienyeji, the witch doctors, wanaochunguza nani kazaliwa leo, those who study the stars, who is born. Kazi yao ni kuiba nyota. Their job is to steal stars, na kuiba ramani za watu, to steal people's maps. Kuna watu tunapoishi hivi, there are people as we live today, wanauziana ramani za watu, they are selling other people's maps, wanauziana nyota, they are exchanging the stars. Hapo walikuwa wanaangalia, so they were watching, wakaiona nyota hiyo, they saw the star of Jesus. Na Biblia inasema, and the Bible says, wakasema huyu, they said this one sio mtu wa kawaida, is not a normal, maana walijaribu kuishika walishinda, because they tried to call to catch it. Huyu ni mfalme, they knew that one is a king of the hakuna aliyewaambia, no one who told, wamesoma ramani yake, they read his, hakuna aliyewapa taarifa, no one gave them, wameona nyota yake. Sasa wewe mwenzangu na mimi ambaye ushavurugwa tayari, najua hii video inatazamwa na watu wengi kwenye rika fulani. Kama ramani yako ishavurugwa, ushauri wangu ni mmoja, tumrudie Mungu, ramani yako itarudi. Maana huenda upo ambapo haukutakiwa uwepo. Kama maisha yako hajanyoka, lazima, kama ramani yako hajanyoka, na maana kuna shida mahali. Wewe mrudie Mungu, ramani yako itakaa vizuri. Wenzetu wakiwa bado watoto hawa wana muda mzuri wa kukaa kwenye ramani zao, huku wazazi wakiwasaidia. Wewe mwenzangu na mimi, kama umri umeshaenda na ramani haisomi, na kushauri kaa vizuri na Mungu, ramani yako itarudi. Maana yake pia hata kukaa vizuri na Mungu, hata kama sometimes ukazingua, Mungu anakusaidia, anakaa upande wako. Mungu anamtetea mtu yoyote anayemwacknowledge hata kama yeye ndo amechokoza matatizo. Yaani leo anachokisema, Mungu anatetea mtu yoyote aliyeamua kumacknowledge hata kama yeye ndo mchokozi. Yes. Nafikiri nadhania Mungu anatetea mtu yoyote aliyemwacknowledge hata kama huyo mtu yeye ndo mchokozi. Why? Because God cares for his praise. Asiyemwacknowledge Mungu hata kama yeye sio mchokozi, Mungu anapita naye. Wazaliwa wa kwanza walimkosea nini Mungu? Misri. Vingine nilikuwa ni vichanga, vilimkosea nini Mungu? Waamaleki walimkosea nini Mungu? Just because they do not acknowledge God, they worship other gods. Mungu anasema I don't care. Cheka. Huo ndio ushauri wa bure. Ukikaa upande wa Mungu, anakuwa upande wako pia. Anakutetea katika yote. Sasa wewe endelea kurukaruka na wao kina Sideboy na wao kina Mwajuma, sijui kina nani, sababu madhara ya ngono yako mengi sana. Uasherati kuna madhara mengi, ikiwepo ya kiuchumi, ya kiafya, ya kiroho. Unaona? Madhara mengine kama anayosema mtumishi hapa. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Biblia inasema aziniye na kahaba atakosa hata kipande cha mkate.
sio mkewe atakosa, yeye ndo atakosa. We pressure yako ya nini? Likizini na kahaba liache. Linakoelekea ni kukosa kipande cha mkate. Do you know how much it is paining when a man lacks money and is fed by a woman? Niliposomaga huo mstari nikaachaga kabisa hata kusalimia msichana. Mimi sikuacha mambo ya wanawake kwa sababu eti zinaa imekufa mwilini mwangu. No, unasikia hamu lakini unaanza akilini. Kukosa hela siko tayari. Siko tayari. Hapa ngono, hapa umaskini. Unapima. Moja ya changamoto ya ngono inaharibu akili na huwa uwezo wa kufikiri. You don't reason well. Ndio maana Ulaya miaka ya zamani walikuwa mawaziri wa Kiafrika wakienda kule wanaenda kusign contracts kule. Wakienda kule wanawapa pombe wanawake. Asubuhi wakiamka wana hangover. Wenzao wako fresh, wanawaletea mikataba, wana sign. We trust you. Alijasoma. Why? Because jana wamelichosha na mwanamke. Kwa hiyo kama ulivyoona hapo, njia moja ya kutoka nje ya ramani yako ni dhambi kwa kifupi. Uasherati, mambo ya ngono, mipombe. Maana pombe inakusababisha unafanya mambo ya ajabu. Na ukiamua kumfuata Mungu, ukae kwenye ramani yako, mambo yako yanyoke, Mungu anakuletea malaika wake. Wanakusaidia kwenye mambo ambayo unaweza kuyashindwa kimwili. Wanakuguide, wanakudirect where to go, where not to go. Kama usipokuwa upande wa Mungu, maana shetani anakuletea malaika zake ambao ni demons. Ndio mambo ya majini, unaletewa jini mahaba, wewe unawaza short muda wote. Unaletewa jini labda la kupenda pombe, wewe unawaza pombe tu muda wote. Unaletewa labda jini la kupenda kulala tu, upende kufanya kazi, au jini la hasira tu. Kwa hiyo kaa na Mungu, akupe malaika zake safi, maisha yako yakae vizuri, ukae kwenye ramani. Whether people like it or not, or whether no or not, we have angels on our side. Just like we have demons in the other side.